Katika kijiji cha Ntala palipojaa siri za kale na sauti za usiku zisizoeleweka. Harusi kubwa ilikuwa ikiandaliwa, lakini hakuna aliyejua kuwa shanga ya ajabu ya bibi ilikuwa karibu kubadili kila kitu. Karibu katika channel ya King Wazir Simulizi. Leo nakuletea hadithi ya shanga ya bibi. Katika kijiji cha Ntala, wakati ambapo mwezi ulikuwa ndio taa ya usiku na sauti za bundi zilikuwa ishara ya siri, maandalizi ya harusi kubwa yalikuwa yamepamba moto. Kijana shujaa Mzongwa alikuwa amemaliza kutoa mahari ya ng'ombe na mazao kwa ajili ya kumuoa Zawadi, binti aliyekuwa na sifa ya upole na urembo wa asili. Lakini kabla ya Zawadi kuvuka kizingiti cha nyumba ya Mzongwa, alitakiwa kupitishwa katika chuo cha maisha chini ya mikono ya Bibi Yani. Bibi Yani alikuwa mzee wa ukoo mwenye macho makali yanayoona mbali, akijua siri zote za mitishamba na miiko ya mwanamke wa Kiafrika. Siku ya mwisho ya unyagoni, Bibi Yani alimuita Zawadi ndani ya chumba cha ndani kabisa, ambapo harufu ya uvumba wa asili na mizizi ilitawala. Alimkalisha Zawadi kwenye mkeka, na mbele yao kulikuwa na chungu cha udongo kilichokuwa na siri nzito. "Mwanangu Zawadi," Bibi Yani alianza, akishika mkono wa Zawadi kwa upendo. "Leo unakwenda kuwa mke wa Mzongwa. Wasichana wa sasa wanadhani shanga ni urembo tu wa kuvutia wanaume, lakini kwetu sisi ushanga ni sheria na kinga. Bila shanga, mwanamke ni kama nyumba isiyo na mlango." Bibi alitoa seti ya kwanza, shanga za bluu na nyeusi zilizokuwa zimefungwa kwa uzi wa ngozi. "Hizi ndizo shanga za kuzuia uzazi. Mzongwa ni mwanamume mwenye nguvu, lakini hutatakiwa kubeba mimba mpaka pale mwili wako utakapokuwa tayari kwa uzazi. Ukivaa hizi, tumbo lako linafungwa. Mzongwa atashangaa, atahangaika, lakini siri hii ni yako na mimi pekee. Usithubutu kumwambia mwanamume siri ya kiuno chako." Kisha akatoa shanga nyekundu zilizong'aa. "Hizi utazivaa wakati wa siku zako za mwezi." Mzongwa akiziona hizi, hatahitaji kuuliza. Atachukua mkeka wake na kulala kando, akijua mke wake yuko katika siku za utakaso. Hiyo ndiyo heshima ya mwanamke. Mwishowe, bibi alitoa shanga za kijani na dhahabu zilizokuwa na sauti nyororo zinapogusana. "Hizi ni shanga za mapenzi. Hizi ndizo zitakazomfanya Mzongwa asahau njia ya kuelekea kwa wanawake wengine. Zinavuta, zina sauti na zina uwezo wa kutuliza hasira ya mwanamume." Bibi Yani alizifunga shanga zile kiunoni mwa Zawadi huku akimnong'oneza, "Nenda mwanangu, kamtawale Mzongwa kwa akili na si kwa mdomo. Kumbuka, siri ya uzazi wako ipo kwenye huu ushanga wa bluu. Usiufue mpaka nikwambie." Zawadi aliondoka kuelekea kwa Mzongwa akiwa na ujasiri mpya, akijua kuwa ingawa Mzongwa ndiye kichwa cha nyumba, yeye Zawadi ndiye anayeshikilia ufunguo wa uzazi na amani kupitia siri za Bibi Yani. Baada ya sherehe kubwa ya harusi iliyoambatana na milio ya ngoma za kiasili na vigelegele, Mzongwa alimuingiza mkewe Zawadi kwenye nyumba yao mpya ya nyasi iliyokuwa imenukia vizuri kwa sifa ya mafuta ya nyonyo na udi. Mzongwa, akiwa kijana mwenye nguvu na kifua kipana, alijihisi mwenye bahati kupata mke mrembo kama Zawadi. Usiku ule, taa ya mafuta ilipokuwa ikififia, Mzongwa alimsogelea mkewe. Kwa mara ya kwanza,
alisikia sauti fulani ya ajabu, sauti nyororo iliyokuwa ikitoka kiunoni mwa Zawadi kila anapogeuka. Ilikuwa ni sauti ya zile shanga za mapenzi alizopewa na Bibi Yani. Zawadi, mke wangu, Mzongwa alinong'ona. Sauti gani hii inayopendeza masikioni mwangu? Inanifanya nione mwili wangu unasisimka kwa namna ambayo sijawahi kuhisi. Zawadi alitabasamu gizani, akikumbuka maneno ya Bibi Yani kuwa mwanamke hazungumzi kwa mdomo bali kwa kiuno. Hakumjibu neno, badala yake akasogea karibu zaidi, na zile shanga zikatoa sauti ya kuvutia iliyomfanya Mzongwa apotee kwenye ulimwengu wa mahaba. Usiku ule, Mzongwa aliamini kuwa amepata hazina. Siku zilivyozidi kwenda, Mzongwa alianza kuona mambo magumu kuelewa. Kuna wakati Zawadi alikuwa anavaa shanga nyekundu. Mzongwa, akiwa mwanamume aliyelelewa kwenye misingi ya heshima, alijua bila kuambiwa kuwa rangi ile ni ishara ya damu ya mwezi. Alijua kuwa kwa wakati huo mke wake ni hekalu takatifu ambalo halitakiwi kuguswa. Alimheshimu Zawadi na kusubiri mpaka rangi ile itakapobadilika. Hata hivyo, siri nzito ilikuwa kwenye zile shanga za bluu na nyeusi, shanga za kuzuia uzazi. Zawadi alikuwa anazivaa kila siku chini ya shanga zingine. Mzongwa alikuwa akikutana na mkewe kwa hamu na nguvu zote, akitegemea kuwa baada ya miezi michache sauti ya mtoto ingesikika ndani ya nyumba yao. Miezi 3 ilipita, kisha 6, kisha mwaka mmoja ukakamilika. Siku moja, Mzongwa alikaa barazani akichonga mpini wa shoka, uso wake ukiwa na mawingu ya mawazo. Alimtazama Zawadi aliyekuwa akitoka mtoni na mtungi kichwani, kiuno chake kikiwa kimejaa shanga zinazotoa sauti nzuri, lakini tumbo lake lilikuwa bado tambarare kama uwanja wa kijiji. Zawadi, Mzongwa alimuita kwa sauti nzito iliyojaa mashaka. Inakuwaje? Mwaka mzima umepita tangu nikuingize ndani. Mimi ni mwanamume kamili na wewe ni mwanamke mzima. Mbona sioni dalili ya uzazi? Je, kuna mkono wa mtu uliokufunga uzazi wako tangu unyagoni? Zawadi alitua mtungi chini, moyo ukimlipuka. Alikumbuka agizo la Bibi Yani: usithubutu kumwambia mwanamume siri ya kiuno chako. Mume wangu, Zawadi alijibu kwa upole. Uzazi ni majaliwa ya mababu. Labda wakati wetu bado. Lakini ndani ya moyo wake, Zawadi alijua kuwa ni ule uzi wa shanga za bluu uliokuwa umeufunga mlango wake wa uzazi kwa amri ya Bibi Yani. Mzongwa hakuridhika na jibu lile. Alianza kuhisi kuwa kuna kitu hakiko sawa, na akapanga kuanza safari ya kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji ili ajue kwa nini hapati mrithi wa kuja kurithi ufalme. Hali ya hewa ndani ya nyumba ya Mzongwa ilianza kubadilika. Ingawa mapenzi yalikuwa moto na Zawadi alikuwa bado anajua jinsi ya kutumia zile shanga za mapenzi kumtuliza mume wake, swali la mtoto lilikuwa kama mwiba uliokwama kooni mwa Mzongwa. Katika kijiji cha Ntala, mwanamume aliyeoa mwaka mzima bila mke wake kuonyesha dalili ya mimba alianza kuonekana kama mti uliokauka. Mzongwa alikuwa akipita njiani na kuona wenzake wakibeba watoto wao mabegani, jambo ambalo lilimtia uchungu moyoni. Zawadi, mke wangu, Mzongwa alisema usiku mmoja, huku akiwa ameshika zile shanga za kiunoni kwa huzuni. Mbona siri ya tumbo lako imefichika kiasi hiki?
kila usiku tunasherehekea mapenzi yetu, lakini alfajiri inafika kukiwa na ukimya wa kaburi ndani ya nyumba hii. Leo nimeamua, nitakwenda kwa mganga mkuu wa kijiji cha jirani, Mzee Ntui, akatutabirie. Zawadi alihisi baridi kumshika. Alijua fika kuwa Mzee Ntui ana macho ya kuona mambo yaliyofichika. Akikumbuka maagizo ya Bibi Yani, alijua kuwa asipokuwa makini, siri ya zile shanga za bluu za kuzuia mimba ingegundulika na ndoa yake ingeingia kwenye dhoruba. Mume wangu, Zawadi alijaribu kumtuliza. Mganga ni mwanadamu tu. Tusubiri kidogo. Labda mababu wanatufanyia majaribio? Lakini Mzongwa hakuwa tayari kusikiliza tena. Alfajiri na mapema, bila Zawadi kujua, Mzongwa aliondoka na kuelekea kwa Bibi Yani, yule bibi aliyemfundisha Zawadi siri zote. Alifikiri kuwa labda Bibi Yani, akiwa mzee wa ukoo, anaweza kujua kama kuna laana iliyomzuia Zawadi kupata ujauzito. Alipofika, alimkuta Bibi Yani ameketi kwenye kizingiti chake, akisuka ushanga mwingine wa rangi ya bluu. "Bibi," Mzongwa alisalimia kwa heshima lakini kwa sauti ya unyonge. "Nimekuja kwako mimi mjukuu wako. Zawadi ni mke mwema. Ananitunza na anajua siri za unyagoni. Lakini tumbo lake ni kama jiwe, halitoi mche. Nimekuja unishauri kabla sijaenda kwa waganga wa mbali." Bibi Yani alimtazama Mzongwa, kisha akatazama ule ushanga wa bluu mkononi mwake. Alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo Mzongwa hakulielewa. Alijua kuwa kile ambacho Mzongwa anatafuta kiko kiunoni mwa mke wake, kimefungwa kwa uzi wa siri aliyoufunga yeye mwenyewe. "Mjukuu wangu Mzongwa," Bibi Yani alisema kwa sauti ya fumbo. Mwanamke wa kiasili ni kama ardhi. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuacha ardhi ipumzike ili izae matunda yenye afya. Je, ulishawahi kuzihesabu shanga za mkeo na kujua kila moja inaimba wimbo gani? Mzongwa alipigwa na butwaa. Hakujua kuwa shanga zinaweza kuwa na wimbo au maana zaidi ya urembo. Maneno ya Bibi Yani yalimwacha Mzongwa na maswali mengi kuliko majibu. Kauli ile, "Je, ulishawahi kuzihesabu shanga za mkeo na kujua kila moja inaimba wimbo gani?" ilizunguka kichwani mwake kama nyuki. Alirudi nyumbani huku akitafakari kwa kina. Alikumbuka kila mara anapokuwa na Zawadi, kuna wakati anahisi shanga fulani zina baridi na wakati mwingine zina joto, na sauti zake zilikuwa zinatofautiana. Usiku ule, Mzongwa alijifanya amelala usingizi mzito, lakini macho yake yalikuwa yamefumba tu kinafiki. Zawadi alipoingia kitandani, alijigeuza taratibu. Mzongwa alitega sikio. Alisikia sauti ya shanga zile za bluu na nyeusi, zile ambazo Bibi Yani aliziita shanga za kufunga uzazi. Sauti yake ilikuwa nzito na haikuwa na mdundo wa furaha kama zile za mapenzi. Kesho yake, Mzongwa aliamua kufanya jambo ambalo mwanamume wa kijiji cha Ntala hapaswi kufanya: kuchunguza siri ya kiuno cha mke wake wakati amepumzika. Zawadi alipokwenda mtoni kuchota maji, Mzongwa aliziona shanga zingine ambazo Zawadi alikuwa ameziacha kwenye chungu chake cha siri. Alizishika shanga zile za bluu. Alihisi zina harufu ya mizizi fulani mikali, mizizi ambayo alishawahi kuiona Bibi Yani akiyachemsha zamani. Mapigo ya moyo ya Mzongwa yalianza kwenda mbio. Inawezekana vipi?
Alijiuliza kwa sauti ya chini. Inawezekana Zawadi hataki kunizalia? Au kuna kitu Bibi Yani amemfanyia mke wangu bila mimi kujua? Hasira ilianza kumkaa. Alihisi kama amesalitiwa. Lakini alikumbuka kuwa Zawadi amekuwa mke mwema, anamheshimu, na kila anapovaa zile shanga nyekundu, Mzongwa amekuwa akijua kuwa mke wake yuko kwenye kipindi cha utakaso, na amekuwa akimheshimu bila kuuliza. Alijua shanga hizo zina nguvu, lakini hakuwahi kudhani kuwa zinaweza kuzuia uhai wa mtoto wake mtarajiwa. Zawadi aliporudi kutoka mtoni, alimkuta Mzongwa amekaa pale kwenye kizingiti, uso wake ukiwa umekunjana kama ngozi ya kenge. Macho ya Mzongwa yalikuwa yamekazia kiuno cha Zawadi. Zawadi, Mzongwa aliita kwa sauti iliyotetema kidogo. Leo nataka unieleze maana ya kila rangi ya shanga uliyovaa. Sitaki hadithi za mababu. Nataka kusikia kutoka kinywani mwako. Kwa nini hizi za bluu huzivui kamwe? Na kwa nini kila ninapojaribu kuzishika unazifunika kwa mkono? Zawadi alishtuka. Mtungi wa maji ukatikisika mkononi mwake. Alijua kuwa mume wake ameshaanza kunusa siri hiyo. Siri ambayo Bibi Yani alimwambia asije akaifichua kwa mwanamume yeyote. Macho ya Mzongwa yalikuwa kama mkaa uliokolea moto. Alisimama na kumkaribia Zawadi, akizitazama zile shanga za bluu zilizokuwa zikichungulia kwa mbali chini ya nguo yake ya asili. Zawadi alihisi mapigo ya moyo wake yakidunda kama ngoma, lakini safari hii ilikuwa ngoma ya hofu. Mume wangu Mzongwa, Zawadi alianza, sauti yake ikitetemeka. Shanga hizi ni heshima yangu, bibi. Aliniambia kuwa mwanamke asiyevaa shanga ni kama shamba lisilo na uzio. Unajua vyema kuwa rangi nyekundu inakulinda usifanye makosa wakati wa damu yangu ya mwezi. Na hizi za kijani zinakupa furaha unayozipata kila usiku. Kwa nini leo unazitilia shaka hizi za bluu? Mzongwa alicheka kicheko cha uchungu. Usijifiche kwenye kivuli cha urembo. Zawadi, nimezungumza na Bibi Yani. Amesema shanga zina wimbo, na wimbo wa hizi za bluu ni mzito mno. Nimeona mizizi ya kufunga uzazi kwenye shanga hizi, Zawadi. Niambie kweli, unazitumia hizi kunizuia mimi nisiitwe baba? Unazitumia hizi kufunga mlango wa nyumba yangu? Zawadi alishindwa kujizuia. Machozi yalianza kumlengalenga. Alikumbuka msisitizo wa Bibi Yani kuhusu kudumisha mila na kuitunza afya ya binti wa Kiafrika. Hakufanya vile kwa chuki, bali kwa maandalizi ya kuwa mama bora baadaye. Mzongwa, hizi shanga si uchawi, Zawadi alijibu huku akifuta chozi moja. Hizi ni hekima ya kale. Bibi aliniambia kuwa binti anapoolewa lazima mwili wake uimarike kwanza ili mtoto atakayekuja awe na afya, awe shujaa kama wewe. Nimezivaa ili tuwe na muda wa kujenga nyumba yetu kabla ya kuitwa wazazi. Hasira ya Mzongwa ilitulia kidogo baada ya kusikia maelezo yale, lakini ego yake kama mwanamume wa kijiji cha Ntala ilikuwa bado imejeruhiwa. Alihisi amedharauliwa kwa kufanyiwa mpango wa uzazi bila yeye kushirikishwa. Hekima ya bibi yako imenifanya nionekane mgumba mbele ya wazee wa kijiji, Mzongwa alinguruma. Leo nataka uvue ushanga huo wa bluu. Nataka kuona kama kweli ardhi ya Ntala ina rutuba au ni hadithi za Bibi Yani. Zawadi alishtuka.
Kuvua ushanga ule bila baraka za Bibi Yani ilikuwa ni kuvunja mwiko mzito wa unyagoni. Alijua kuwa akifanya hivyo atakuwa amejiondoa kwenye ulinzi wa siri za wanawake wa ukoo wake. Chumba kilijaa ukimya mzito. Ni sauti ya pumzi za moto za Mzongwa pekee iliyosikika. Zawadi alishika kiuno chake, mikono ikitetemeka juu ya ule ushanga wa bluu. Alijua kuwa ushanga huu si uzi tu, ni agano la siri aliloingia na Bibi Yani, agano la kuitunza afya yake na heshima ya mwanamke wa Kiafrika anayejua kupanga maisha yake ya uzazi. Mume wangu, Zawadi alinong'ona. Kuvua ushanga huu bila baraka za bibi ni kualika nuksi. Ngoja niongee naye, atupe ruhusa ya kuufungua mlango huu. Hapana, Mzongwa aliunguruma huku akipiga hatua moja mbele. Mimi ndiye mumeo, mimi ndiye niliyetoa mahari na kukuleta katika nyumba hii. Sitaki siri za bibi kizee ziongoze tumbo la mke wangu. Kama kweli unanithamini, uvue sasa hivi mbele yangu. Zawadi, akijua kuwa amani ya ndoa yake iko hatarini, alifunga macho yake kwa uchungu. Kwa vidole vyake, alitafuta fundo la siri la ule ushanga wa bluu. Kwa kuvuta kwa nguvu kidogo, uzi ule ulikatika. Shanga za bluu zilianguka chini na kusambaratika kwenye sakafu ya udongo. Ghafla, upepo mkali ulipita ndani ya nyumba ile na kuzima taa ya mafuta, ukawaacha wawili hao gizani. Zawadi alihisi mwili wake ukipata ganzi. Alihisi kama amevua kinga yake kuu. Tayari, Mzongwa, Zawadi alisema kwa sauti ya baridi iliyojaa hofu. ushanga wa bibi umevunjika. Mlango uko wazi. Lakini kumbuka, siri ya asili haivunjwi kwa hasira bila madhara. Mzongwa, akidhani ameshinda vita, alimkumbatia mke wake. Aliamini kuwa sasa mambo yatarudi kuwa kama alivyotaka yeye. Lakini usiku ule, Zawadi hakuweza kulala. Alihisi mapigo ya moyo wake yakienda mbio, akijiuliza, je, Bibi Yani atajua? Na ikiwa atajua, ni nini kitafuata kwa kuivunja siri ya unyagoni? Kesho yake asubuhi, Mzongwa aliamka akiwa na furaha, akijua kuwa sasa mke wake yuko huru kupata mimba. Lakini furaha yake ilifutika pale alipotoka nje na kumkuta Bibi Yani amesimama mlangoni, akiwa ameshika fimbo yake ya uongozi, huku akimtazama kwa macho yaliyojaa hukumu. Mzongwa alisimama tuli, miguu yake ikionekana kama imepigwa ganzi pale alipokutana na macho ya Bibi Yani. Bibi hakuwa amevaa tabasamu lake la kawaida. Alikuwa amejifunga kanga kifuani na mkononi alishika chungu kidogo kilichokuwa kikitoa moshi mwembamba wa udi mchungu. Mjukuu wangu Mzongwa, Bibi Yani alianza, sauti yake ikitetemeka kwa mamlaka ya uzee. Upepo wa usiku umeniambia kuwa umeingilia kile ambacho hukuzania nacho. Umevunja kufuli ambayo hukutengeneza, na umezivunja shanga ambazo mikono yako haikuzisuka. Zawadi alitoka nje akitetemeka. Akawa anatazama chini kwa aibu. Alijua bibi ameshajua kila kitu. Kuvunjika kwa shanga za bluu kulikuwa kumeshatuma ishara kwenye madhabahu ya kiasili ya Bibi Yani. Bibi, Mzongwa alijikaza na kujibu, mimi ndiye mume. Siwezi kuishi na mke ambaye tumbo lake limefungwa kwa uzi. Nataka watoto.
Nataka kuona uzao wangu ukicheza hapa barazani. Hekima yako ilikuwa inaniua mimi bila mimi kujua. Bibi Yani alicheka kicheko kilichobeba huzuni. Bibi aligeuka na kumtazama Zawadi. Mwanangu, uliruhusu mwanamume aguse siri ya unyagoni kwa hasira. Sasa siri imepotea na asili imekasirika. Kuanzia leo, shanga zako hazitakuwa na sauti tena mpaka utakapofanya toba ya kiuno. Bibi Yani aligeuka na kuondoka bila kusema neno lingine. Akaziacha shanga za bluu zilizokatika zikiwa zimetapakaa chini. Mzongwa alijifanya kutoogopa, lakini moyoni mwake alihisi kitu kimebadilika. Miezi miwili ilipita tangu tukio lile. Mzongwa alikuwa akikutana na Zawadi kila usiku kwa matumaini makubwa. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Badala ya Zawadi kupata mimba haraka kama Mzongwa alivyotegemea, Zawadi alianza kunyong'onyea. Ile sauti ya shanga za mapenzi iliyokuwa ikimvutia Mzongwa ilipotea kabisa. Shanga zilikuwa kimya, kama vile zimepoteza uhai. Mzongwa alianza kuona kuwa hata yeye mwenyewe anapoteza nguvu na hamu. Nyumba ilikuwa na baridi, na Zawadi hakuwa akicheka tena. Siri ya Bibi Yani ilikuwa imeondoka na amani ya nyumba yao. Maisha ndani ya nyumba ya Mzongwa yaligeuka kuwa kama jangwa. Ile sauti ya kuvutia ya shanga za Zawadi iliyokuwa ikimfanya Mzongwa asahau uchovu wa mawindoni ilikuwa imezima kabisa. Shanga zilizobaki kiunoni mwa Zawadi zilikuwa zimepooza. Hazikuwa na mng'ao wala sauti, kama vile zilikuwa zimehuzunika kwa kuvunjwa kwa mwenzake, ile shanga ya bluu. Mzongwa alijitahidi kila namna. Alimletea Zawadi nyama bora ya swala, akamletea asali mbichi kutoka msitu wa mbali. Lakini Zawadi alikuwa kama kivuli. Hakuwa na hamu ya kula, na zaidi ya yote, hakuwa na hamu ya kukutana na Mzongwa. Mlango wa uzazi ambao Mzongwa alidhani ameufungua kwa nguvu, sasa ulikuwa umefungwa na roho ya ukimya. Siku moja, Mzongwa alimkuta Zawadi amekaa nyuma ya nyumba, akitazama shanga za bluu zilizokatwa, ambazo alikuwa amezikusanya na kuziweka kwenye kiganja chake. Zawadi, Mzongwa aliita kwa sauti ya unyonge. Mbona umekuwa mgeni ndani ya nyumba yangu? Nilitaka watoto, nilitaka uwe huru, lakini sasa naona nimekupoteza hata wewe mwenyewe. Shanga zako hazisemi tena, na moyo wako umekuwa mgumu kama jiwe la mtoni. Zawadi alimtazama mume wake kwa macho yaliyojaa busara ya uchungu. Mzongwa, ulidhani siri ya kiuno changu ilikuwa ni kamba tu ya uzi. Hukujua kuwa shanga hizi zilikuwa ni mapatano kati ya damu yangu na ardhi ya mababu. Tulivyoikata ile shanga ya bluu kwa hasira, uliivunja imani yangu na ukaivunja sauti ya wanamke wangu. Sasa hata mimi sijijui. Mzongwa alikaa chini, akishika kichwa chake. Alianza kukumbuka jinsi maisha yalivyokuwa na furaha wakati alipokuwa akizisoma shanga za Zawadi kwa heshima. Alikumbuka jinsi shanga nyekundu zilivyomfundisha subira na jinsi shanga za mapenzi zilivyompa amani. Aligundua kuwa alikuwa amefanya kosa kubwa la kudhani kuwa anajua kila kitu kuliko wale waliomtangulia. Usiku ule, Mzongwa hakulala.
Alizitazama shanga zile zilizopooza kiunoni mwa Zawadi na kuhisi uchungu. Aliamua kuwa hatasubiri tena. Lazima arudi kwa Bibi Yani, si kwa amri wala kwa hasira, bali kama mjukuu aliyepotea na anayetafuta njia ya kurudi nyumbani. Zawadi. Mzongwa alinong'ona alfajiri na mapema. Nenda kachote maji. Mimi nakwenda kutafuta sauti iliyopotea. Sitaingia hapa mpaka Bibi Yani anipe baraka ya kuirejesha amani ya kiuno chako. Mzongwa aliondoka kuelekea kwa Bibi Yani akiwa amebeba mbege na kuku mweupe kama ishara ya toba. Alikuwa ameanza kuelewa kuwa shanga za binti wa Kiafrika si pambo la macho, bali ni dira ya maisha ya ndoa. Mzongwa alifika kwa Bibi Yani akiwa ameinamisha kichwa, kuku mweupe mkononi na unyenyekevu moyoni. Alimkuta Bibi Yani ameketi kwenye kiti chake cha asili, kana kwamba alikuwa anamsubiri. Macho ya yule bibi kizee yalikuwa na mng'ao wa ushindi, lakini ushindi wa busara, si wa kibezo. Bibi, Mzongwa alianza huku akiweka kuku miguuni mwa Bibi Yani. Nimeleta kuku huyu na moyo wangu uliojaa majuto. Nilitaka kuwa mwerevu kuliko asili. Nikadhani shanga ni uzi, kumbe ni roho. Nyumba yangu imekuwa baridi na Zawadi amekuwa kama mti uliosinyaa. Naomba unisamehe na unirejeshee sauti ya kiuno cha mke wangu. Bibi Yani alitabasamu kidogo na kumpokea yule kuku. Mzongwa, mwanamume shujaa si yule anayevunja miiko kwa nguvu, bali ni yule anayeijua na kuiheshimu. Shanga za binti wa Kiafrika ni lugha. Ulipoivunja ya bluu, ulimnyamazisha Zawadi. Sasa nenda kamlete Zawadi hapa jua linapozama. Jioni hiyo, Zawadi na Mzongwa walikuwa mbele ya Bibi Yani. Bibi alichukua chungu chake cha siri na kuanza kufanya tambiko. Alisuka upya ushanga wa bluu nzito, lakini safari hii aliuchanganya na nyuzi za dhahabu. Mwanangu Zawadi, Bibi alisema huku akimvisha Zawadi ule ushanga mpya. Huu sasa si wa kuzuia tena peke yake. Huu ni wa ufunguzi. Mlango ulikuwa umefungwa kwa hasira, sasa unafunguliwa kwa baraka na heshima. Mzongwa, wewe utaufunga ushanga huu kwa mikono yako, ikiwa ni ishara kuwa unakubaliana na wakati wa asili. Mzongwa, akitetemeka kwa heshima, alifunga lile fundo la shanga za Zawadi. Ghafla, ile sauti ilirudi kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo. Zawadi alihisi joto likirudi mwilini mwake na mng'ao wa macho yake ukarejea. Sikilizeni kwa makini, Bibi Yani alisisitiza. Sasa ardhi imetakasika, Mzongwa. Kuanzia leo utajua kuwa mkeo akivaa nyekundu anajilinda, akivaa kijani anakuita, na sasa hivi anavyovaa hii ya bluu na dhahabu, ina maana kuwa sasa yuko tayari kuitwa mama. Hakuna siri tena kati yenu, bali kuna heshima ya shanga. Mzongwa na Zawadi walirudi nyumbani kwa furaha usiku ule. Nyumba yao haikuwa na baridi tena. Mzongwa aligundua kuwa alipoelewa maana ya shanga, mapenzi yao yalizidi kuwa na thamani. Hakuona tena shanga kama vikwazo, bali kama mwongozo wa maisha yake. Miezi miwili baada ya tambiko lile, Zawadi alianza kujisikia vibaya asubuhi. Tumbo lake lilianza kupata joto la ajabu na rangi ya uso wake ikabadilika na kuwa na nuru ya kipekee. Miezi 9 ilipita kama upepo mwanana. Tangu lile tambiko la Bibi Yani lifanyike,
Nyumba ya Mzongwa haikuwa tena mahali pa mashaka na migogoro, bali ilikuwa bustani ya amani. Mzongwa alikuwa amejifunza kuwa mwanamume bora, si yule anayelazimisha mamlaka, bali ni yule anayeelewa na kuheshimu lugha ya siri ya mke wake. Siku moja ya alfajiri, sauti ya kwanza ya mtoto mchanga ilisikika ikipasua ukimya wa kijiji cha Ntala. Zawadi alikuwa amejifungua mtoto wa kiume, shujaa mwenye afya tele. Mzongwa alimshika mwanawe kwa mikono inayotetema kwa furaha, akijua kuwa huyu mtoto ni tunda la subira, heshima na siri za kale. Bibi Yani alifika akiwa ameshika mkonga wa mitishamba na shanga ndogo za rangi ya nyeupe kwa ajili ya mjukuu wake mpya. Alimtazama Mzongwa na kusema, Sasa umeona, mjukuu wangu? Ardhi iliyopumzishwa na kulindwa kwa hekima huzaa matunda yaliyo na maua. Shanga hizi si uzi tu, ni heshima ya mwanamke na ulinzi wa kizazi chetu. Kuanzia siku hiyo, Zawadi alikuwa mfano wa kuigwa kijijini. Hakukoma kuvaa shanga zake, na kila binti aliyekuwa akiolewa alikwenda kwa Zawadi kujifunza lugha ya kiuno. Walijifunza kuwa shanga ni zaidi ya pambo, ni sauti ya mwanamke, ni kalenda ya afya yake, na ni kinga ya uzazi wake. Ujumbe wa hadithi yetu leo hii: utamaduni wetu wa Kiafrika unamomonyoka. Shanga zimegeuka kuwa bidhaa ya umbo inayouzwa magulioni na kuvaliwa bila maarifa. Binti wa kale alijua kuwa ushanga mmoja wa bluu unaweza kufunga mlango wa uzazi ili kumpa nafasi ya kuimarika, na ushanga mmoja mwekundu unaweza kumlinda na aibu mbele ya mume wake. Ushanga ulikuwa ni heshima, si onyesho la mwanaume. Tunapopoteza maana ya shanga, tunapoteza siri za ulinzi wa mwili wa mwanamke na hekima ya kupanga maisha ya ndoa kiasili. Ni wakati wa kurudi kwenye mizizi, kuelewa kuwa kila rangi na kila fundo kiunoni mwa mwanamke lina hadithi, lina sheria na lina baraka. Swali kwa msikilizaji wangu wa kike: wewe binti wa leo unayevaa shanga kiunoni mwako, je, unazivaa kwa kuzielewa maana yake na nguvu iliyofichwa ndani yake, au unazivaa tu kama pambo la kuvutia macho ya mwanaume pasipo kujua siri ya unyagoni? Na wewe mwanamume, je, unajua kusoma lugha ya mke wako kupitia siri za kiuno chake, au unadhani shanga ni vitu tu vya kuchezea? Mwisho wa hadithi yetu. Asante kwa kufuatilia King Wazir Simulizi.